Nilipogeuza pikipiki yangu nikapigwa risasi ya nyuma kwenye paja hapa. Wakati nageuza sana nikapigwa risasi hapa, ikanikata mishipa ya damu. Nikaenda mbele kidogo, nikawaza pikipiki yangu, nikaanguka chini. Baada ya kuanguka pale, ninachokumbuka mimi baada ya kuzunguka na damu, nikaanza kupoteza uwezo wa kuona. Kipia anarudi kwenye shughuli zake. Huko barabarani kulikuwa na purukushani. Kwa hiyo askari anasemekana alikuwa juu. Akawa anapiga risasi ovyo ovyo. Akampiga mwanangu risasi ya kichwa kwenye paji la uso, katokezea nyuma hapo. Akadondoka chini. Wasamaria wema wakamchukua wakampeleka hospitali ya Plani. Nikapewa taarifa ya Plani. Ya Plani. Nikapigiwa simu, mwanao amepigwa risasi amedondoka. Nikaenda eneo la tukio nikakuta kuna madamu pale. Walianza kumtafuta hospitali ya Mwananyamala. Manake walipokuwa wanasema tumekana kwamba wanasema maiti nyingi ziko hospitali ya Mwananyamala, lakini walienda kutafuta hawakupata. Wakaenda Temeke hawakupata. Wakaenda wakasema nyingine iko Kuvule hawakupata. Wakaenda nyingine iko tulifika mpaka kule Tumbi lakini hatukupata mwili. Baada ya uchaguzi ilipofika jioni mida saa 10 huwa anatoka kuelekea kufuata abiria kutafuta riziki jioni. Baada ya uchaguzi akasema anaenda kutafuta riziki saa 10 jioni. Alipotoka ndo alijarudi mpaka leo. Alipopiga mara ya 4 kuna mtu akapokea akamwambiaje, huyu mtu mfuateni Amana, amepigwa risasi ya kifua. Akakata simu. Mama akarudia tena kupiga. Akamwambia hivyo hivyo. Hiyo tarehe 30 hapo hatuwezi kutoka, kwa kuna vurugu. Kwa tukakaa hiyo Ijumaa hatunashindwa kutoka kwa kuna vichafuka sana. Kwa Jumamosi yake akamtuma ndugu yake. Akaenda Amana. Hivyo hivyo kwa shida. Alivyoenda akaukuta mwili Amana wa mzee ambaye ndio alikuwa mzee tu mkubwa peke yake. Wengine ndio walikuwa vijana. Akamuona baba. Alivyomuona akasema kwa sasa hivi hawezi kuchukua, alimaeleza kusema hawezi kuchukua sasa hivi mwili kwa sababu ana machafuko. Akatupigia simu, kwa akarudi zake anakaa Mbagala, akaenda Mbagala. Kwa hiyo sisi tukasubiri sasa Jumapili, Jumatatu yake ili tuende. Tulivyotaka kwenda ikawa ndio siku ya kuapishwa Mama Samia. Kwa akasema hiyo shughuli zote hazifanyiki. Tukasubiri Jumanne yake. Tulipoenda Jumanne tukakuta mwili haupo kwa baba. Kwa tulivyorudi makikosha ndio mazishi, yani watu walikuwa nyumbani. Kwa kabili tugairishe tuanze tena upya kumtafuta mzee. Kwa tukaanza kuchukua fomu tena serikali za mtaa, tukaanza kumtafuta katika hospitali zote. Tukaenda Amana tena tukarudia hatujamkuta. Tukaenda Muhimbili kwa tunafunza maiti tunaangalia hatujamkuta. Tukaenda Temeke hatujamkuta. Tukaenda hospitali zingine inaitwa Kivule ndogo ama Amana ndogo hatujamkuta. Tukaenda Kivule, yani kila hospitali hatukumkuta. Kwa tulikuwa hatujamkuta, tukabidi turudi nyumbani. Tukachukua tu nguo tukaenda Msoma, kwao ni Msoma. Tukatupeleka kwa tukafanya misa, tukarudi nyumbani ndo mpaka leo hatujamwona. Hao ni baadhi ya wale ambao tarehe 29 iliwakumba. Wengine mnaona ni wale ambao walijeruhiwa, wale ambao walipata majeraha, lakini kibahati tu wakabahatika, Mungu akawasaidia. Na wengine ni wale ambao walipoteza wapendwa wao tarehe 29. Unavyosikia jinsi ambavyo wanaeleza inauma sana. Ama kweli kuna watu waliumia sana tarehe 29. Watu walipigwa marisasi. Na ndio maana kufika leo hii inasemekana kuwa waliouliwa ni wengi sana tarehe 29. Ijapokuwa Samia Suluhu Hassan anang'ang'ana kusema kuwa hakuna aliyeuliwa,
ukweli ni kuwa watu waliuliwa na walioumia ni wengi sana. Hii ndiyo ilipelekea Samia Suluhu Hassan kung'ang'ana kupoteza ujumbe kama huu. Na ndio maana juzi mlisikia katika mitandao information ikitembea kuwa Samia Suluhu Hassan ameamrisha wale ambao waliumizwa tarehe 29 na bado wako hospitali wauliwe. Sababu ni gani? Alikuwa anataka kuficha ushahidi. Hakuwa anataka ushahidi kama huu. Samia Suluhu Hassan anajua fika kuwa ushahidi kama huu utaenda kumfunga vibaya sana. Na ndio maana anang'ang'ana aweze kumalizana na wale ambao walijeruhiwa. Na kama ni uwezo hata angewashika wote na akawanyonga wote. Akawachoma vile alichoma ile miili ambao walifukua. Miili ya waandamanaji waliouliwa, after kuuliwa akawafukia kwenye makaburi ya kichumra. Baadaye tena akaamuliza ifukuliwe na ichomwe ili kuficha ushahidi. Ushahidi kama huu ndio hautaki kabisa Samia. Maana anajua fika kuwa huu utaenda kumfunga vibaya sana. Haya. Samia Suluhu Hassan alisema kuwa walioandamana tarehe 29 si wa Tanzania. Na shangaa, hawa wanaoeleza hapa ni wa Tanzania. Huyo kijana ambaye ameumia hapo ni Mtanzania. Hawa ambao walisema waliweza kushuhudia wenzao wakiuliwa ni wa Tanzania. Ila tu Samia yeye anasimama na kukataa kuwa si wa Tanzania. Lakini kuna uhakika kuwa ni wa Tanzania. Natumai hata wewe umesikia, umeona. Ni wa Tanzania na waliuliwa na waliteswa. Wengine waliumizwa vibaya sana. Sasa maisha kama ya huyu kijana hana mguu sasa hivi, alikatwa. Atakuwa anategemea nani? Mpenzi mtazamaji, ya Tanzania ukianza kuyasikiza yatakuuma vibaya sana. Kwa sababu ni machungu. Waliofanyiwa 29 yalikuwa ya unyama. Na ndio maana unaona Watanzania wengine wanatokea kwa mitandao na hasira. Wanaongea na uchungu. Kama umehudhuria vikao ambavyo wanavifanya kwenye mtandao, ungekuwa unajua kile ambacho wanakipitia. Wanaeleza kwa uchungu. Wengine wanalia. Wengine hadi wa leo wanawatafuta wapendo wao hawawapati. Kuna changamoto Tanzania, kuna shida pale, watu wanaumia, watu wanateseka. Na ndio maana mimi kila siku nawaambia tuendelee kuiombea Tanzania. Kuna watu wanahitaji maombi yako. Kuna watu wanalia. Na bado kuna wenye wanaendelea kutekwa hadi leo hii na kuuliwa na wengine kuteswa. Kuombe jambo moja. Kama hujasubscribe kwenye YouTube channel, tafadhali nakuomba unisubscribe pia na uniwekee like kwenye hii video. Tunavyoendelea kuangazia yanayoendelea na tunavyoendelea kusukumana tuweze kuona kuwa Afrika yetu imepata haki na uhuru.